Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Tunaendelea na darasa yetu ya balagha. Leo tunaanza ilmu nyingine katika zile ilmu tatu za balagha, sababu balagha ina ilmu tatu, na ilmu البيان na علم المعاني na علم البديع. Kwa tushamaliza mlango ambao unafungamana na ilmu al-maani. Kwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaanza ilmu ya pili katika ilmu tatu za balagha ambayo ni ilmu al-bayan. Tushamaliza ilmu al-maani na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaanza ilmu al-bayan. Tumaliza ilmu al-maani, tunaanza ilmu al-bayan. Anafafanua hapo maana ya ilmu al-bayan. Kabla sijasoma taarifu ya kwenye kitabu chetu, tasoma taarifu nyingine ya pembeni. Anasema ilmu al-bayan huwa ilmun yabhathu an ashkali al-alfaz au an shakli al-alfaz. هو علم يبحث عن شكل الألفاظ من حيث تبيينها للمعاني. Ni ilmu ambayo inayotafiti maumbo ya matamko, min haythu tabiyinuha lilmaani, katika upande wa kubainisha maana. Ile ilmu almaani ya ilmu albayani, inabainisha maana ya alfadh. Tunarudi katika taarifu ya kitabuni kwetu. Tunasema albayani huwa ilmu ma'rifati almajazi min alalfadh walmajaz ضد alhaqiqa. Katika taarifu zake ilmu albayani amesema hapo huwa ilmu ma'rifati almajaz, ni ilmu ya kufahamu majaz, min alalfadh, katika matamko, walmajaz ضد alhaqiqa, na majaz ni kinyume cha haqiqa. Sawa, ni nini maana ya majaz na ni nini maana ya haqiqa? Nafahamu? Tuwe makini katika kipengele hichi. Anaeleza hapo kwenye kitabu, anasema فالحقيقة هي تفسير اللفظ في معناه الأصلي الموضوع له. معنى حقيقة نقول تفسير tamko, kulifasiri tamko katika maana yake halisia iliyowekewa. Ndio maana nini haqiqa. Hiyo ndio maana ya haqiqa. Anasema almajaz, hiyo ni maana nini haqiqa. Mmefahamu maana yake? Ni kulifasiri neno katika maana yake
hadisia ambayo iliyowekewa. Anasema hapo akiwa anaelezea maana ya majazi, anasema almajazi ni tafsiru lafdhi fi ghairi ma'nahu al-asli. Majazi maana yake ni kulifasiri neno, kulifasiri tamko katika isiyo maana yake halisia. Nafahamu kwanza, inabidi tufahamu tofauti kati ya hakika na majazi. Biqarinatin tadullu alayhi, kwa alama ambayo inayojulisha juu yake, ma'al alaqa, pamoja na mafungamano. Hiyo ndio maana nini majaza. Kwa hiyo tumeona maana yake kwamba ni kulifasiri neno katika isiyo maana yake halisia. Sawa, kipi kitakachojulisha kwamba hii sio maana yake halisia? Ni karina. Sawa, karina ni ile ishara ambayo inayoashiria kwamba hii maana yake sio maana yake halisia, lakini ma'al alaqa, pamoja na mafungamano. Bwana, kwa hivi na hivi, kwa karina hii na mafungamano haya, hii inaonekana sio maana yake halisia. Neno kama vile tutataka tuone kwenye mfano. Mithalu, mfano wake, tafsiru lafdhi al-asad, kulifasiri neno simba, bimaana ar-rajuli, kwa maana ya mtu ambaye mtu shujaa. Fi qawlika, katika kauli yako, raaitu asadan yarmi, nimemuona simba anarusha. Je, simba anarusha? Raaitu asadan yakhutub, nimemuona simba anautubu. Je, simba anautubu? Umeelewa? Anaeleza hapo, anasema fal alaqa ash-shajaa, mafungamano kati ya ar-rajul na al-asad ni nini? Ushujaa. Yaani unakusudia kwamba umeona kidume shujaa fanya hivi. Sawa? Sasa sana vitu vilivyozungumzwa, jamaa simba yule. Lakini je, simba kwa maana yake halisia inakusudiwa nini? Eti kwa simba, kwa maana ya neno simba, kwa maana yake halisia iliyowekewa, inakusudia nini? Ni mnyama, si ndio hivyo? Kwa alhaqiqa ya al-asad kwamba ni alhayawan almuftaris, mnyama ambaye mshambuliaji. Hiyo ndio uhalisia wa neno asad. Lakini hapa limefanywa nini? Majazi, limetumika katika isiyo maana yake halisia. Lakini pamoja na hayo inabidi ipatikanike nini? Karina. Yaani unapokuwa kwamba mtu sasa hii tamko ni majazi, inabidi ipatikanike vitu, karina ambayo itakayojulisha kwamba hapa hujakusudia maana yako halisia, pia na mafungamano kati ya maana ya halisia na maana ya hii unayokusudia wewe. Unafahamu? Wal qarina yarmi, hii ndio ishara inayoashiria kwamba hapa si neno asad halijakusudiwa simba mnyama, sababu simba mnyama harushi. Kwa mafungamano yao ni ushujaa. Yaani simba yule bi maana kusudia ushujaa. Sawa? Lakini inabidi ipatikanike karina. Karina ndio tatujulisha sisi kwamba huyu hajakusudia. Lakini sijakusudia simba mnyama. Kiashiria chako kipo wapi? Ana utubu. Kweli. Sababu simba nani utubu? Kwa hiyo unaona anarusha sababu simba harushi. Nimekutana na simba hapo anaendesha gari. Kipi simba? Watu watapata mshangao, wewe simba. Maana mimi sikusudia maana yake alisema majazi hiyo. Kwa nini? Kwanza cha kwanza kuna karina, simba aendesha gari. Pia alaka yao yale mafungamano yao ni ushujaa. Umefahamu? Wa tafsiru lafdhi hab, na tafsiri ya tamko habl bimaana din, kwa maana ya din. Hablu maana yake ni kamba,
Kwa maana dini fi qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hapo kusudi nini? Kwa hapo kiangalia utakuta kuna alaka, kuna qarina. Sawa? Alaka yake ni kama ilivyofahamika, yani watu washikamane, kushikamana. وكتفسير لفظ النور بمعنى الدين في قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم sawa, ويأبى الله إلا أن يتم نوره. Sura ni الدين. Kwa hapa maana imekusudiwa kama vile tulivyosoma maelezo haya. Kama kuna khilafu baina wanachuoni, je, majazi yapo au hamna, lakini kuna maelezo mengi, kuna mivutano mikubwa ya wanachuoni wanasema kwamba majazi katika Qur'ani hamna. Fahamu, lakini kwa sababu tutasoma tutazidi kufahamu zaidi. Hapa maelezo kwa mukhtasar. Hapa maelezo kwa mukhtasar. Lakini siku Allah akiwafikisha tukipata wasa tutafafanua kwa upana zaidi somo hili la majazi. Lakini mmefahamu? Kwa mtu anapokuambia kwamba ya jamaa ni chizi, subiri. Sawa? Kwa maana kupatikanika nini? Qarina inaonyesha kwamba ule chizi pia patikanika fungamano wala kutokana na vile vitendo vifanya vya machizi. Sawa? Kwa ni naam, kwa inshallah tuishie hapa. Tuanze inqisamu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.